Huu ndio muonekano wa dunia katika third part zote. Baadaye nanyi mtakaa halafu mtaona baadaye. Sasa tunapoanza kuzungumza kwa grafu hili kuwa ni 2010, hii grafu haiko sahihi zaidi, nitairekebisha kwa miaka ijayo. Kwenye hicho kitabu iko iliyo updated zaidi, lakini tunatengeneza nyingine. Tuna idara ya utafiti, research department, inayotupa update kila baada ya miaka 5 tumefika wapi. Kwa hiyo tunaweza kuwa na Wahindu milioni na makundi ya Kiislamu 4,000. Tuna Wahindu makundi 3,000. Tuna makabila mengine makundi 2,000 na tuna Wabudha makundi 1,000. Sasa tunapokuwa hapa tunaita ni E0. Hapa tunafanya huduma ya kichungaji. Katika hawa kila siku huyu mchungaji, wapendwa, hebu jitakaseni, tushukuru Mungu, tuwaombee wale watu, jiweke tayari kwenda mbinguni. Ni utakaso, ni utakatifu. Hapa ni huduma ya kichungaji. Tunafanya uchungaji tukiwa kwenye E0. Tukienda mbele zaidi hapa tunaita E1. Tunafanya uinjilisti. Uinjilisti tunawahubiri hawa, si kama wale. Hawa hata ukiweka kurusedi mkutano wako pale watakuja. Wanasimama pamoja na wewe. Watakuja tena, wataimba tena, wataserebuka, utaona na wao. Hata ukitaka wapande jukwaani watapanda hawa. Lakini hawana ile misingi ya kanisa. Tunafanya hapa uinjilisti, aidha wa mtu kwa mtu au wa nyumba kwa nyumba kwa hawa watu, au wa jukwaa. Wengine kwa neema ya Mungu, ukiwa unahubiri pale kwenye jukwaa, wanaguswa, wanakuja, wanatubu. Lakini wengi wao huwa wanarudi nyuma kwa sababu ufuatiliaji unakuwa ni mdogo. Tunasema hivi, mtu anapokata shauri akamwamini Kristo, asipofuatiliwa ndani ya saa 24 tayari huyo amesharudi nyuma, hana tena kile alichokisikia. Sasa mara nyingi huwa tunafurahia kuona watu wamenyosha mikono, wamekata shauri. Tutafika huko. Hapa tunafanya uinjilisti. Hapa ni E2 na E3. Hapa tunafanya umisheni. Katikati ya watu hawa hawajui chochote kuhusu Mungu, hawajawahi kusikia lolote kuhusu Kristo. Na katikati ya watu hawa hauwezi kuweka platform ya jukwaa la mkutano ukaanza kusema Bwana asifiwe, haleluya, Mungu ni mwema. Hakuna eneo la platform ambapo utaweka jukwaa kwenye ulimwengu huu kwamba nimekuja kuhubiri. Hakuna kitambulisho cha mchungaji wala mwinjilisti wala missionari kwenye ulimwengu huu. Ukitaka upotee ghafla, jiseme mimi ni mchungaji, mimi ni mwinjilisti kwenye ulimwengu huu. Hii ni theluthi moja inayofanya dunia. Sasa sisi hapa ndio tunaopaswa twende hapa kwa kila muundo. Kila mahala tunapoenda twende kwa muundo wake. Twende kwa hawa kama walivyo, tusiende kwa hawa kama tunavyoenda kwa hawa, na tusije kwa hawa kama tulivyokuja kwa hawa, na tusije kwa hawa kama tunavyowaambia hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunaelewana hapa? Nilitaka tulione hilo halafu ndio niendelee. Asanteni sana, niwekee mtu hayo majitu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa faida ya hawa ambao walikuwa hapa, wewe uliyekuwa na Biblia na lebo
wewe tunafanya kwako E0 ambayo ni huduma ya kichungaji, na wewe ulikuwa na miwani ya giza, tunafanya E1 ambayo ni huduma ya kiinjilisti, na wale kule walikuwa tofauti watatu, tunafanya E2 na E3. Maana yake ni kitume. Tunavuka mipaka ya mila na desturi na lugha na tamaduni. Lugha za wale ni tofauti, tutaona kesho, tutapata shuhuda kesho kwa watu wanaoishi kwenye maeneo hayo. Lugha za wale ni tofauti, maisha ya watu wale ni tofauti, na tunavyoenda kwao tunaenda kwa utofauti ule ule. Iko hivi, tunapozungumza E1 hapa tuliambiwa mkisha kupokea nguvu mtakuwa mashahidi wangu tangu Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na mwisho wa nchi. Sasa kwenye E0 ni Yerusalemu. Tuna watu ambao tunazungumza nao lugha moja, utamaduni wetu ni mmoja, desturi zetu ni moja. Ni injili Yerusalemu kanisani kwa waliokolewa. Tunawaambia washike, wajitakase, waendelee katika utakatifu walionao kwa Mungu ili wasirudi nyuma. Tunapokuja kwenye uinjilisti, tunakuja ni E1. Tuna watu wenye utamaduni mmoja na tunao lugha moja, lakini hawaoni ile thamani ya kanisa. Wanaona ni kama lipo, ni kama halipo. Hawa watu wa E0 hawa hapa, Wakristo wa kweli hawa, hata ukiwa unapigwa na jambazi wewe ni mchungaji, hawawezi kuchukua fimbo wakapigania. Wataanza kwa jina la Yesu, pepo wa ugomvi toka. Jina la Yesu, watakutetea kwa hilo. Hawa wenye miwani wao ni ngumi mkononi, ni panga mguuni. Huwezi ukachezea mchungaji wetu kwa kiwango hiki. Sisi tunamjua. Wao hawajui ile neema ulionayo wewe ya kukemea ni pepo au ni roho. Ila wanajua. Hapo ndipo ambapo tunapofanya uinjilisti. Ni lugha moja, tuko Yerusalemu. Kwa Tanzania tunaongea Kiswahili karibu wote. Ni asili yetu ni moja. Tuko hapo, tunaweza tukaongea lugha ya Kiswahili tukaelewana. Unawaambia unaelewa, ndio wana makabila yao, lakini wanajua Kiswahili. Na hakuna kukatazwa. Tukienda kwenye E2, tunaenda uinjilisti wa kuvuka mipaka. Tumefika kule kwa huyu mama aliyevaa japo. Tunahitaji sasa kujifunza utamaduni tofauti. Tunahitaji kuvaa kama wao, tunahitaji kuishi kama wao, tujifunze lugha yao. Kwa nini wanafanya wanachokifanya? Ilikuwaje wanafanya hivyo? Kwanza, kabla sijaanza kuzungumza, kabla sijasema lolote, lazima niwakubali, nifanane nao, nisiwaone ni wapagani, watu waliopotea. Niwaone ni watu wenye tabia ya ushetani au ya namna fulani. Na siwaambii. Unajua, tuna desturi moja, tunambadika mtu lebo. Kwa mfano, kahaba. Sasa huyu ni kahaba sana, na ndio maana hatuwezi kumshuhudia. Kwa sababu tayari tunamuita ni kahaba, tumeshampa jina. Tumuone kwanza ni mtu mwenye sura ya Mungu, halafu ilikuja kwake tabia ya ukahaba. Ilikuja, sio yake. Hakuzaliwa kahaba, hakuzaliwa mwizi, hakuzaliwa jambazi, hakuzaliwa mchawi. Ni mtu mwenye tabia ya uchawi. Ukishamuona hivyo, utataka umjue na utataka uwe naye. Hautakuwa na matendo yake, lakini utakuwa naye kwenye maisha ya kawaida na utaweza. Na hapo ndipo misheni huwa inaanzia. Nijifunze lugha yake. Watu wengine hata lugha tu naichukia. Nikikwambia hapa asalamu alaykum, pepo kabisa, kwa jina la Yesu, pepo asalamu alaykum ya watu.
ni salamu tu, haina hata pepo humo, ila wewe utaanza kukemea. Lakini tukiwa huko tunafanya hivyo. Anaona ni sawa sawa unavyosema shalom, ni sawa sawa unavyosema Bwana asifiwe. Tuna Waarabu wa Kristo waliokoka na wanazungumza Kiarabu na wanasoma Biblia zao kutoka kushoto kwenda kulia, na tunazo. Shida tunayo, hatujawahesabu kwamba ni watu wenye tabia ya kuabudu miungu. Kwanza moyoni mwako na akili zako zifahamu kwamba hawa ni binadamu kama mimi nilivyo, wameumbwa kwa mfano wa Mungu, sio kwamba wao waliumbwa kwa mfano wa mnyama. Tutaona mbele kidogo kwa nini wengine wana roho za kinyama na wanaona ni kama wanyama. Tutaona ni kitu tu kimekuja karne ya 16. Tunaenda na utume. Hapa ni mwisho wa dunia, kule mwisho. Tuende kwao, tunaenda kwao kujifunza lugha zao, tunaenda kwao tunajifunza utamaduni wao, tunaenda kwao tunajifunza kula chakula chao, tunaenda kwao tunajifunza maisha walio nayo. Hatuendi na maisha yetu, tunayaacha maisha yetu mahala fulani, halafu tunaenda kwao tunafanana nao walivyo, tunaenda kuishi kama wao. Kama wanahama tunahama nao, kama wanawinda tunawinda nao, kama wanaenda mtoni kutafuta matunda na kuchimba maji tunaenda nao. Ni watu. Baadaye watakuona ule upendo ulio nao, wanasema hatujawahi kuona mtu mwenye upendo kama yeye. Ana nini na hakuwa kwetu? Wataanza kutaka kujua kwa nini uko hivyo, na wakati huo utakuwa umeshajua lugha yao. Kwa nini wanazungumza hivi? Wakisema hivi wanamaanisha nini? Hatufiki tu kwanza kwamba ni mbaya sana hiyo mnayo. Kwa nini ni mbaya? Haujui. Sasa lazima ujue kwanza, na hii tunakwambia inachukua miaka 3 ili uweze kuzungumza katikati ya watu hawa. Mwaka wa kwanza utakuwa unaangalia desturi na mila zao. Mwaka wa pili umeanza kujua lugha yao polepole, na kwa nini siku hii wanafanya hivi. Kwa nini Wahadzabe hawawezi kusema Mungu asubuhi? Kwa nini? Ukisema Mungu asubuhi ni dhambi kubwa. Kwa nini? Sasa umekaa nao, unajua wao ni kina nani. Hawa ni watu wenye utamaduni tofauti, lugha tofauti, mtizamo tofauti, maisha tofauti. Ni wajibu wangu kuwajifunza. Ninaweza sasa kuongea kwao nikishakuwa mmoja wao. Kabla sijawa mmoja wao, kwanza hawanikubali, kwanza hawaniamini. Wewe ni nani? Kwa nini uje kwetu? Miaka yote haujakuwepo. Inakuchukua muda na hawakuamini kwa siku moja ili ukubalike. Ndicho kile Yesu anachosema, mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku. Mara nyingi sisi wa Kristo kujikataa, kujikana, unajua sio rahisi. Kukataa kwamba sio mimi. Ni rahisi kuimba sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu, ni rahisi sana. Lakini kumfanya Kristo aishi ndani yako wewe ufe ni kitu kingine. Ni rahisi sana, lakini kama unataka kuwapata hawa watu ni lazima ukubali kufa. Ni lazima nikubali kuacha maisha yangu, ile comfortable zone niweke pembeni, niende kwao, nijue lugha yao. Yesu aliacha enzi na mamlaka, akaja kwetu. Aliacha utukufu, akaja kwetu ili mimi Kengera, mimi nimuone Mungu. Je, mimi mwingine kumfanya muone Mungu ni nini? Inabidi nife, inabidi niache matakwa yangu,
inabidi nipoteze ili mwingine apate. Inabidi niache, ndugu zangu, niache kila kitu. Ibrahim anaambiwa na Mungu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako, nenda mahali nitakuonyesha. Alikuwa na baba yake Uru wa Wakaldayo, walikuwa na mashamba yao, anaambia ondoka, nenda kama ulivyo, nenda, utampata mtu mmoja aliyepotea. Shida tunayo, tunapenda sana kukaa kwenye comfort zone. Mahali tulipo kwenye makanisa yetu, tutaona mbele. Leo utajua ni nini kinafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilizungumza jana, nilitaka tuwe na sura hiyo wakati tunazungumza leo. Niliruka hicho kipengele jana, na nilitaka uelewe kwamba tunaposema mission, tunakuja kwa hii theluthi moja. Tunaposema huduma ya utume, tunazungumza hawa watatu waliokuwa hapa. Mission ni kwa ajili ya hao, utume ni kwa ajili ya hao. Hatuzungumzi juu ya makathedro na makanisa yetu, tunazungumza juu ya mtu mmoja ambaye anachelewesha kurudi kwa Yesu, asiyemjua Kristo, na ambaye hakuna mtu aliye tayari kwenda kwake. Na sisi tupo na tumeambiwa enendeni ulimwenguni mote. Kwa siku hizi 4 zote tunazungumza juu ya kazi hiyo, ili iweze kukamilika na ili Yesu aweze kurudi. Amina ndugu zangu. Hiyo ilikuwa ni portion ya jana tuliyoiruka, na ilikuwa inanisibu kwamba lazima tuipitie ili tuwe kwenye sura moja wakati tunajifunza wote. Amina. Leo nilisema tutaangalia historia. Leo tutaangalia historia ya umisheni au ya utume, ambalo ndilo agizo kuu. Amina. Tunaangalia historia. Nilisema hatuangalii historia kama tunavyoangalia church history kwenye theolojia. Hapana. Tunaangalia historia kama mission, kama utume. Historia ni nini? Tunasema historia ni mfululizo wa matukio yasiyohusiana kabisa. Ni matukio ambayo hayana mahusiano kabisa. Hiyo ndiyo tunayoita historia. Lakini katika mahusiano haya yote, Mungu anatekeleza mpango wake aliyouandaa tangu hapo awali ili aweze kuutimiza. Hicho ndicho kinachojenga historia. Na sisi tumerithi tu ahadi ya Ibrahimu miaka 4000 iliyopita. Na hatujui. Okay, iko hivi. Historia ni matukio yasiyohusiana, ni mfululizo wa matukio yasiyohusiana. Wewe kuwepo hapa na kuzaliwa kwako ni vitu viwili tofauti sana. Lakini Mungu alikuwa na mpango. Wengine hapa mlikuwa mnategemea niwe mtu fulani, ndivyo ulivyokuwa umeplan. Lakini matukio kadhaa yameenda yakakufanya uwe hivi ulivyo leo. Kuzaliwa kwako na kuwa mchungaji ni vitu viwili ambavyo hata wakati mwingine hukuvipanga. Hata wakati mwingine havikuwahi kufikirika. Hata unapowaambia ndugu wale wazazi hawaelewi kabisa, huyu naye ni mchungaji. Lakini ndivyo historia inatueleza. Lakini Mungu aliyekuwa anakuweka tumboni mwa mama, anasema kama anavyosema katika Yeremia, nalikujua kabla hujaumbwa ndani ya tumbo la mama yako. Duniani ukaandika tu historia, na ungejua kwamba mimi ni mchungaji, nitakuja kuwa mchungaji. Mkini ungeenda seminari tangu mwanzo, ungeenda kwenye shule maalum ya Biblia tangu mwanzo. Unakuja hivi, nimepoteza haya maisha yote, ninasoma masecular, sio nimesoma mauchumi, sio ya nini, ningelikuwa ni muda wote, lakini hukujua. Na ndio historia, matukio, mfululizo wa matukio ambayo hayana mahusiano kabisa. Lakini Mungu anaandaa mpango wake ili aweze kuutimiza. Amina.
na Mungu anayeandaa mpango yuko kwenye hiyo historia. Kwa unajiuliza, kuna mahusiano gani kati ya historia ya binadamu na Mungu? Tunahusianaje mahali tulipo katika historia yetu? Habari ya Mungu inahusianaje na matukio ya maafa tunayoona tukiangalia TV, tukisikiza radio, tukiangalia YouTube? Watu wamekufa, ajali zimetokea, watu wamefanya. Mungu yuko wapi? Anahusikaje hapa? Kwa nini niingie kwenye agano la Ibrahimu ambalo mimi sikuwepo wakati wanaagana? Walikuwa wanaagana wenyewe, halafu mimi inanihusu nini? Na matukio haya yanayonizunguka ninayawianishaje na Mungu? Hiyo ni historia. Mungu ana sehemu gani? Nataka niwaambie mchungaji kama hivi, hata kama hupendi, uwe unasikiliza basi taarifa za habari, unafuatilia basi matukio dunia inavyoenda. Usisikilize tu wahubiri, usisikilize tu kwaya. Hebu jifunze, TV yako ufungue, duniani kule kuna nini, nini kimetokea mahala fulani, nini unasikiliza. Wewe ni mtumishi, halafu unawianisha huduma yako na haya yanayotokea. Inahusianaje na mimi? Halafu inahusianaje na Mungu? Kama mimi ni wa Mungu na mimi niko kwenye dunia hii na haya yanatukia, kuna mahusiano gani? Kuna nini hapa? Kwa nini Mungu aniweke mimi hapa? Utakuwa na sehemu kubwa sana. Uovu na mapambano ya binadamu ndio ambayo huwa yanaharibu historia yake yote. Yanafuta historia yako, yanafuta kumbukumbu zako. Maandiko ya Biblia haya yanatuonyesha na yanatuambia kwamba 90% ya historia ya mwanadamu ameifuta mwenyewe. Ubunifu wake na kila alichokifanya. Historia inatuambia kwamba tumeviondoa sisi wenyewe. Maktaba, libraries, makumbusho viliteketea. Library zao za kumbukumbu zipo, wakaanza upya. Huyu ni mwanadamu, anafuta historia yake mwenyewe. Hivyo Biblia inatuambia Wahiti, Wayebusi, Waamori walifutwa kwenye uso na historia yao. Tunasoma tu, lakini teknolojia yao hatujakuiona. Okay, kama hiyo haitoshi, kumbuka bomu la Hiroshima. Wakati mfalme wa Japani wanapigana kwenye vita vya dunia, walipelekewa bomu, wakapigwa Nagasaki. Wakamuuliza mfalme, uko tayari kunyosha mikono? Asema hapana, tutaendelea na vita. Wakatuma thermonuclear kwenda Hiroshima, ilipiga ikapindua. Ile nchi ilikuwa hivi, ikapindua hivi, upside down. Wakaisha wote. Historia yao na majengo yao na kumbukumbu zao zikafutika. Huyu ni mwanadamu, na uovu na mapambano, na historia inatuambia ndivyo walivyofutika. Na kama hilo halitoshi, kumbuka tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2009 nchini Ufaransa, walipochoma lile kanisa, yale maandamano dhidi ya watu weusi na vita, wakaenda kuunguza lile kanisa la Katoliki, wakachoma kila kitu. Lilikuwa ni kanisa lenye kumbukumbu ya Ukatoliki duniani kuliko jingine lolote. Zilifutwa kumbukumbu zote. Huyu ni binadamu na ghadhabu yake. Huyu ni mwanadamu, na chuki hii ya binadamu iko mpaka kesho. Na hakuna mnyama mwenye chuki kama binadamu duniani.
Hakuna tembo aliyewahi kumaliza tembo wenzake wote msituni. Hakuna simba anayekula simba wenzake wote polini. Hakuna chui anayehamisha wanyama wenzake. Binadamu anafuta binadamu mwenzake kwenye uso wa dunia. Ana chuki ya ajabu. Hii ni historia inatuambia. Hakuna sababu ya kushangaa unapokutana na ufafanuzi kama huu kwenye maandiko, kwamba Yoshua anaambia yaueni yale mataifa yote yaliyoko mbele yenu, kama ni Wayebusi, kama ni Wahiti, walifutwa. Biblia inasema unapoyaona kwenye uso wa dunia, sio kwamba ni kitu cha kushangaza mno, ni historia na uovu wa mapambano. Maandiko haya ya awali, Wayahudi wanaoyaita Torati, Wakristo tunaita vitabu vya sheria, Waislamu wanaita Taurati, Wakristo kwa Waislamu pamoja, ambao tunatengeneza idadi ya nusu ya wakazi wote duniani, yenye watu bilioni 7. Maandiko haya yanatuonyesha uovu ambao umekuwepo katika dini zote, na uovu huu umetengenezwa na mwanadamu. Historia inatuambia. Sasa tunapotaka kujifunza historia ya kanisa na kujua umisheni, tukumbuke hayo, lakini tuweke vipimo vya namna ya kujifunza. Tuweke vipimo vya namna ya kujifunza. Ndipo ambapo tutaweza kuipeleka injili kwa usahihi, kwa mahali sahihi, tukiwa tuna kumbukumbu ya uovu na hasira na chuki ya binadamu aliyo nayo. 1, tuweke vipimo. 2, tutengeneze ramani inayotusaidia kujifunza. Na 3, tuchambue na kupanga mambo tunayotaka tuyajifunze katika utume, katika umisheni. Sasa tunaamua kama wachungaji, wainjilisti, mitume, tunaamua tuulize nini na tufanye nini kwa ajili ya historia ya kanisa na injili ifike kwa usahihi. Kama angelikuwa ni mwanasayansi anataka kupata shahada ya uinjinia, ya uzamivu, yumkini katika auto mechanics au automobile, anataka awe na shahada, lazima atasoma kanuni za mienendo, atasoma juu ya kina Newton na kina Nelson, atajifunza, aangalie Newton's law of motion, first and second law, ataangalia Boyle's law of rotation, ataangalie v squared is equal to u squared plus 8 squared, ili apate initial velocity. Atasoma haya akiwa ni kama mwanasayansi ili ajue. Sasa tunapoenda juu ya mission, ni lazima tujiulize maswali haya. Injili ilitoka utamaduni mmoja kwenda utamaduni mwingine kwa njia gani? Kina nani waliofaulu katika kupeleka injili katika umisheni mpaka ikafika mahali pengine? Na kwa nini injili haikufika mahali pengine mpaka leo? Waliobeba injili na kuipeleka, maana lazima utunge maswali. Ndio maana nimesema uweke kanuni ya kujifunza, ujielekeze kwenye uelekeo mmoja. Nimekupa mfano. Afrika katika miaka 1750 mpaka 1975, ndani ya kipindi hiki tulikuwa na Waafrika wengi sana waliokuwa kazini, wengi sana wamishonari. Bahati mbaya zaidi, hata jana nilikwambia, na bahati mbaya zaidi umemezeshwa tu injili ya Kimarekani, ya Kimagharibi. Haujawahi kuambiwa kwamba kuna Waafrika wamishonari weusi na walifanya kazi kuliko wazungu ndani ya Afrika. Na yumkini hata ujui.
unajua kina William Kelly, kina Towns Cameron na nani, hawa hujawahi kujua. Lakini nikwambie, kulikuwa na Waafrika wengi weusi waliofanya kazi kubwa ya utume. Tulikuwa na Alon Manasseh, au walikuwa namuita Macmillan. Alikuwepo, alifanya kazi Angola. Si kama meka vya maandishi vidogo sana mnaona. Lakini tulikuwa na Andrew Foster. Huyu mtu alikuwa mweusi, alifanya kazi Ghana na Rwanda katika miaka 1750. Tulikuwa na William Henry Stephen, alikuwa anafanya kazi nchini Zaire. Tulikuwa na wengine wengi. Henry Shepherd, Machi 1865 mpaka Novemba, alikuwa mmoja wa mitume wa kwanza katika kanisa la Presbyterian, mweusi, kwa muda wa miaka 20, na alikuwa hapa Afrika, Congo, Freetown, Sierra Leone. Huyu ndugu Monsol Atwood alikuwepo 1893 mpaka 1977. Hawa na wengine wengi. Sarah Allen, mama mmoja, alikuwa ni Mwafrika mweusi wa kwanza, wanamuita Mother Allen. Alipelekwa na Episcopal Church la wa Methodist, na alipofanya kazi kawa kubwa sana, aliporudi wakamwambia hutarudi tena, hatukuruhusu kurudi. Walipeleka injili Afrika na nje ya Afrika, lakini jiulize walikutana na vikwazo gani na walipita wapi? Mwaka wa 30 mpaka mwaka 1750 kulikuwa ni kipindi kingine cha utume kabla. Lakini utume mpya wa kisasa mwaka 1750 na mpaka 1975. Kuanzia 75 ndipo napoenda kuelezea. Kinafuatwa na matukio mengi sana ya historia. Na hapa ndipo ambapo nilisema jana, kama tu unafikiri kwamba Yesu atarudi na umejiandaa Yesu kurudi, nimekwambia fikiri upya na uanze kufikiri upya. Yesu hatarudi ukiwa umekaa hivi na hivi na hivi. Ni mpaka pale tutakapoamua kwa uamuzi wa kweli, tukasema basi tumtafute Kristo. Mathayo 9 mstari ule wa 37. Anasema ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke katika kazi katika mavuno yake. Amina. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, Yesu anazungumza, mavuno ni mengi bali watenda kazi ni wachache. Mwombeni Bwana wa mavuno. Mavuno ni mengi, watu bilioni 2.4 hawajavunwa. Shamba liko kubwa, na sisi wachungaji na wainjilisti na mitume tupo. Asema tumuombe Bwana. Lakini unajua tukio lililotukia wakati wanaomba ni wao hao aliwaambia nendeni. Sio kwamba alileta wengine, aliwaambia wao hao kwamba nendeni. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 11. Petro wa pili, waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 11. Anasema hivi: basi kwa kuwa vitu vyote vitafunuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa. 12. Mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu, huku mkihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiugua, na viumbe vya asili vitatetemeka na kuyeyuka.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitazamia ile siku. Lakini tunaitazamiaje kama hatuwezi na viumbe vyote viko? Na sisi tumepewa mandate. Tunahitaji kujiuliza. Nimekuandia maswali haya. Injili ilistawi kutoka utamaduni mmoja kwenda mwingine kwa njia gani? Ili niwe missionary wa kweli, ili niwe mtume wa kweli. Na vipingamizi gani vilikutana na injili ili isiingie katika tamaduni nyingine? Na mikakati gani ilihitajika wakati huo kuivusha injili kutoka hatua moja kwenda katika nyingine? Na miundo ya kanisa tulizo nazo ilitokea na kubadilika kwa njia gani? Na mapokeo na mazoea ya kanisa yalikuwa yanabadilika kwa namna gani? Okay. Zamani, kama unaweza kukumbuka, zamani madhabahu ilikuwa nje. Walitoa sadaka za kuteketezwa pale, na kuhani alichukua ile damu ya wale wanyama akaingia nayo patakatifu pa patakatifu. Kama ungefikiri kwamba ni kwa ajili ya huduma, watu waje kuombewa au kutoa sadaka, hivi vyombo havikuwepo huko. Lakini bado hii nafasi ilikuwepo. Hakukuwa na kwaya wala praising team kama hizi kwamba waje. Hakukuwa na shemasi anayepita kukusanya sadaka humo ndani. Sadaka zote zilijengwa kwenye madhabahu, zilitolewa pale nje. Lakini hii nafasi ilikuwepo. Kwa nini? Ukienda nyuma ukakumbuka kidogo, ungekuwa mgeni kwenye kanisa fulani ukaingia, hujui utaratibu wa lile, na wewe umewahi na hii njia ipo, ukafika ukakaa huku, angekuja mtu mmoja kwambia umekosea, hamia huku, huku wanakaa wanawake, kwa wanaume ni huku. Kwa nini? Hii njia sio njia. Huu mpaka umekuwepo, ila muundo umeenda unabadilika kwa sababu ya kutenga kati ya watu wa jinsia mbili, wanawake na wanaume, tangu wakati ule wa hekalu na masinagogi ya Kiyahudi. Aliyesabika mwanamke ni najisi, hawezi kuchangamana na mwanamume, na ilikuwa ni kanuni. Hutajua ni lini yuko kwenye hedhi, wewe unaenda kujichanganya huko, unanajisika. Lakini leo nani amewaambiwa mwe mnakaa hivi mnachangamana? Nani aliyewaambia kwamba tunachangamana tunakaa? Nani? Muundo na mapokeo ya kanisa yanabadilika. Miundo na mapokeo ya kanisa yalitokea na kubadilika kwa jinsi gani? Ni lazima tujiulize. Na mapokeo ya kanisa yanakuwaje? Miaka kadhaa imeenda, hatukuwa na wachungaji wanawake. Leo tuna wachungaji wanawake. Hatukuwa tunasimika, wengine mpaka wanagombana, kuna mwanamke kwa mchungaji. Ni nini kinatokea? Ni lazima ujiulize. Kanisa lilikuwa na miundo na mapokeo ya kanisa yalitokea na kubadilika kwa jinsi gani? Tuko na vigawanyo vya vipindi tangu Ibrahim mpaka kipindi cha mababa. Kipindi hiki cha Ibrahim kilikomea kwenye kifo cha Yusufu miaka 360. Kiliingia kwenye mafanikio na kushindwa, kama unasoma vizuri habari za Yusufu. Baadaye kukaja na kipindi cha utumwa wa wana wa Israeli miaka 430. Wako Misri. Kiujumla wa Misri
Afrika ilikataa baraka ya Mungu, tukawatesa, tukawafukuza, wakaondoka na Mungu wao. Baada ya hapo kikaja kipindi cha Waamuzi, miaka 330. Kilianza vizuri sana na kukamilika kwa vizuri sana kwa utakatifu. Baada ya kipindi hicho kukatokea ufalme kwenda uhamishoni, na hiki kilifikiwa na Daudi na Sulemani. Na kipindi cha Sulemani kiliishia mahali pabaya sana pa uzinzi na kuabudu miungu. Baada ya hapo tulikuwa na kipindi cha mwisho kabla ya Yesu kuja, miaka 100 ya mwisho, ambapo Ufarisayo na Usadukayo uliinuka kwa nguvu, na Yesu alipokuja aliukuta, na dini ya Kiyahudi iliinuka kwa nguvu sana na kusisitiza tohara. Wokovu wa mila, wokovu wa desturi ulienda mpaka na leo wengine tunajaribu kukumbwa na hali hiyo. Usiwaone hawa kwamba huwa ni Mafarisayo walikuwa ni waovu. Kuna chembe ya mabadiliko ya kanisa ambayo ipo hatua moja kwenda nyingine. Na wakati mwingine mnafika mahala mnaanza kugombana kwa sababu tu hakwenda kama Mwakaleli, hakwenda kama Kigoma, hakwenda kama Tabora, hakwenda kama Ileje, wapi na wapi. Wokovu na mila na desturi. Na wakati mwingine tunajaribu kupeleka hali hizi kwa hawa tunaowaendea, hii grupu hapa. Ukienda kwa Moroko unataka waimbe, mimi Msukuma, waimbe Kisukuma, yani wasifu Kisukuma, waimbe tenzi kama tunavyoimba Kisukuma. Mamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu. Hawataimba hivi. Wale wamekuwa wakiimba dufu na kasida, wataimba kama wanalia katika ile lugha yao. Unachukia. Unaimbaje? Ninasema muimbe hivi, tuni yetu ni hii. Tuni yako na nani? Unabeba ile desturi yako bila kujua, unawapelekea, unataka wawe hivyo. Wakati mwingine hata unataka wajenge kanisa kama la TAG Nyakato. Kanisa letu la nyumbani linafanana hivi, tujenge na hapa la hivi. Aliyekwambia hilo ndio kanisa lote duniani linajenga kwa hivyo nani? Haya ni mapokeo na desturi na mila. Lazima tujiulize, mapokeo na mila na desturi zilibadilika kwa namna gani? Lakini tunapofanya utume tunafanya kwa njia tofauti. Kwenye misheni hatuendi kwa mapokeo, wala hatuendi kwa mazoea, na wala hatuendi kama vile tulivyokuwa huko nyuma, lakini tuna njia za kwenda. Unaweza ukaenda kwenye mission kwa hiari yako, kwa vile ulivyokusudia, na unaweza ukaenda kwenye mission pasipo hiari yako. Lakini pia unaweza ukaenda au watu wakaja kwenye mission kwa hiari yao. Unaweza ukaenda kwa hiari yako au unaweza ukaenda pasipo hiari yako. Watu wanaweza wakaja kwa hiari yao au waje bila hiari yao. Kuja pasipo hiari, kwa mfano Waisraeli na mataifa. Wana wa Israeli waliambiwa wahubiri mataifa, walienda wakakaa kwao, lakini hawakutaka kuwahubiri, wakakataa. Wameambiwa enenda, hawakutaka. Na wale mataifa hawakutaka kusikia Mungu wa Wayahudi wa Waisraeli.
Sasa ilibidi waende bila hiari na hao wamsikilize Mungu bila hiari yao. Soma Wafalme wa Pili sura ya 17. Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 6 na wa 7. Katika mwaka wa kenda wa Hoshea, huyo mfalme wa Ashuru akautwaa Samaria, akawahamisha Israeli mpaka Ashuru, akawaweka katika Hala na Habori karibu na mto wa Gozani na katika miji ya Wabeti. Yalitukia haya kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wametenda dhambi juu ya Bwana Mungu wao. Aliwaleta kutoka katika nchi ya Misri watoke chini ya mkono wa Farao mfalme wa Misri. Soma wa 24 mstari mpaka wa 28. 24 mpaka 28. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Hava na Hamathi na Sefarvaimu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli. Wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanauawa kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa katika Betheli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Amina. Umeona tukio hilo? Mfalme wa Ashuru aliutwaa Samaria, akawahamisha Waisraeli, akawapeleka mpaka Ashuru, akawaweka katika miji ya Havani na Habori, wakakaa huko. Hawa watu walikuwa wanaishi Samaria, na walipofika Ashuru hawakutaka kuhamia. Badala yake akaleta Waashuru waje wakae kwenye ule mji wa Samaria, ambao hawakumhitaji Mungu Yawe wa Waisraeli. Wakaendelea kuabudu miungu yao. Kumbuka, wamekuja hapa kwenye huu mji kwa hiari yao. Waisraeli wamehamishwa bila hiari yao, wakapelekwa ugenini, na hawa wameletwa hapa kumiliki bila yao wakae. Lakini wote hawa hawakubaliani na imani zao mbili. Wayahudi hawa wakakaa kule. Sasa hawa walioletwa kukaa Samaria hawajui kawaida ya kuabudu yule Mungu Yawe, wakaanza kuabudu miungu. Mungu akapeleka simba, wakaanza kuwala, wanaisha. Watu wakapiga, mfalme, wale watu wa uhamishoni uliopeleka watakwisha, tunakosa raia. Kwa nini? Hawajui kawaida ya yule Mungu wa ile nchi, wanaabudu miungu, wanakufa. Sasa tufanyeje? Makuhani wale tuliowahamisha, chukueni mmoja wao mpelekeni, atake asitake lazima aende. Akawahubiri wale Waashuru. Akachukuliwa mmoja wa makuhani, akaletwa kwa nguvu bila kutaka. Ilibidi awahubiri hawa, nao wamsikilize hata kama hawataki, kwa sababu wasipojua kawaida ya huyu Mungu wataliwa na simba, watakwisha. Kwa hiyo watake wasitake watamwabudu Mungu Yawe. Hiyo ni moja. Kuhani aliyeletwa hakuja kwa hiari yake, wanaohubiriwa hawakutaka kusikia, lakini Mungu amekusudia kufanya. Nimekwambia
historia ni mtukio wa mafululizo yasiyohusiana kabisa, lakini Mungu anatimiza mpango wake aliyouandaa mbele utimie. Alijua Waashuru nyinyi lazima mtanisikiliza tu, mtake mstaki, wanaliwa simba hao, na wanaamua. Na huyu kuhani anahubiri kwa hasira, kama wengine watu wanasema tumeshahubiri, tumenawa, shauri yenu, mnaenda jehanamu, mimi nimenawa. Hiyo sio injili. Haujaambiwa kupeleka hasira zako, umeambiwa kupeleka upendo na neema. Huyu mtu amehubiri, lakini kumbuka, Yusufu yuko nyumbani kwa Potifa. Yusufu ni Myahudi, hajaenda kwa hiari yake, ameuzwa kama utumwani, akapelekwa akauzwa mpaka ikulu. Anaishi hapa, anaanza kumhubiri Mungu wa Israeli ndani ya Misri bila kupenda yeye. Alivyofika hapo, sio kwamba alikuwa amependa. Naamani anakuja kumtafuta Mungu wa Elisha, hakutaka, anaukoma. Lakini mtu aliyemhubiri Naamani hakuenda kwa upendo. Binti huyu alitekwa mateka wakati wa vita, akapelekwa kama mtumwa, house girl, nyumbani kwa Naamani, lakini ana Mungu. Alipokuwa anakaa kwenye ile nyumba, akamwona bwana wake anaukoma, akasema, bwana wangu, kwetu tuna Mungu, Mungu wetu ana uwezo, ungelienda huu ukoma ungeisha. Naamani kwa hiari yake ili apone akaamua kuja kwa Elisha, lakini mtu aliyemhubiri Naamani hakwenda kwa hiari yake, alienda kama mateka. Kwenye misheni unaweza kwenda kwa hiari yako au kwenda bila hiari yako. Kote hapa Mungu anakusudia utume ufanyike na watu wasikie. Malkia wa Sheba anatoka Ethiopia, anakwenda kuangalia utajiri wa Sulemani na kumwona Mungu wa Sulemani kwa hiari yake mwenyewe, hajalazimishwa, kwa gharama yake mwenyewe. Naomi anahama nchi yake, anaenda nchi ya ugeni pamoja na watoto wake. Wanafia huko, wanapotea huko, hakutaka hata kuhubiri. Lakini wale mabinti waliokuja wanamtaka Mungu wa Naomi kwa hiari yao, whether Naomi atake asitake, alienda. Anaambia, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, nchi yako itakuwa nchi yangu. Mataifa huko anamtafuta Mungu bila hiari yake, kwa hiari yake, lakini aliyeenda kumwonyesha Mungu huyu hakwenda kwa hiari yake. Vipindi vyote hivi tunaona Mungu anafanya utume kulingana na yeye alivyotaka. Liwe taifa teule limeshiriki, halikushiriki, huduma inafanyika. Tanzania, mtake msitake kufanya utume, Mungu atafanya. Aidha mnaweza mkafanya mkiwa mnalia au mkiwa mmesikitika. Kama hamtaki kwenda kwa hiari na kama hamkubali kupeleka watu kwa hiari, Mungu akiamua atakapofika pitch, kwa sababu anasema enendeni ulimwenguni mote kwa hiari yenu. Nendeni, na sisi hatutaki kwenda. Neno hili, muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi. Kwa Kiswahili ni neno zuri sana, linasomeka vizuri, lakini kwa Kiyunani ni gumu sana. Linaitwa ni exbalum, maana yake kick out. Wapige teke waende, hawaendi hawa, piga teke. Ndio maana halisi ukisoma ya Kiyunani ya Kiebrania kwenye lile neno. Nyinyi Waswahili muombeni Bwana, kick them out, piga teke waende. Bila teke hawaendi hawa. Sasa itafika mahala Mungu
anahitaji akupige teke uende. Sasa sisubiri. Unajua teke la Mungu ni gumu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio la kipolepole. Ni afadhali uende mwenyewe kabla hujapigwa teke. Sasa na sisi wakati mwingine tunasubiri kama Watanzania Mungu atupige teke ili tuwafikie mataifa mengine. Yesu alikuja kwa watu wake kama ziara ya mashtaka kwao, kuwaonyesha kila ambacho hawakukubali, na wao wakaamua kumuua. Walitakiwa wapokee wokovu, wawashirikishe wengine, lakini wakakataa, wakaamua kuua. Ni kweli kisoma katika kitabu cha Kutoka na Zaburi na Isaya. Hebu tusome Isaya 49 mstari wa 6. Isaya 49 ule mstari wa 6. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wako, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa wewe uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Amina. Watu wengi wanasoma hilo neno kama swali. Sio swali, ni statement. Anasema ni neno dogo sana kwangu, sio wala gumu, kukufanya uwe nuru ya mataifa ili urejeze watu wangu hata kama hutaki. Ni neno dogo sana kwa Mungu. Anaweza kuamka asubuhi tu kesho, unafunga mizigo yako na unaenda. Kwa Mungu wala sio shida. Ni neno dogo sana, anasema. Ni neno dogo mno kwangu, kukufanya ufanye utume. Sasa usisubiri nikufanye, amua wewe kabla Mungu hajaamua. Okay, wakati wa Yesu ni kweli walikuwepo watu wengi wakifanya kama leo Tanzania, wakizunguka katika nchi kavu na bahari na wanamfanya mwongofu mmoja. Lakini baadaye huyu mtu tena hawakuwa na nia ya kutangaza ufalme wa Mungu. Ilikuwa ni kulinda Israeli, sio ufalme na sio kuangalia watu. Nia yao, tusome pale Mathayo 23 ule mstari wa 15. Mathayo 23 mstari wa 15. Anaposema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika nchi na bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa Jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Nini maana yake? Walikuwa wanamwangalia mtu anakuwa mwongofu, halafu anafanya ashike mila na desturi za Kiyahudi. Sio habari ya kwenda mbinguni. Tunaweza kumfanya mtu mmoja awe mwokovu halafu ashike mila na desturi za kanisa letu na kanuni zetu. Sio dhambi, lakini je, zinamsaidia kwenda mbinguni? Tohara, Mungu anasema ya rohoni, sio tohara ya mwili inayoangaliwa. Yeremia sura ya 9 mstari wa 24 na wa 20 mpaka 26, 24 mpaka 26. Anasema namna hii, na tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowaadhibu wote waliotahiriwa katika hali yao ya kutokutahiriwa, Misri na Yuda na Edomu na wana wa Amoni na Moabu na wote wenye kunyoa denge wakaao nyikani, maana mataifa hayo yote hawana tohara, wala nyumba yote ya Israeli hawakutahiriwa mioyo yao. Hawa watu walikuwa wanafanya mtu awe mwongofu,
wanamwambia ashike sheria ya tohara, na Mungu hakuwa anatazama, anaangalia moyo ulio ndani yake, kwamba ni kweli hawa watu wananicha, kwamba ni kweli moyo wao. Wayahudi wanaozunguka, ndio maana sema ole wenu, mnawafanya watu kuwa waongofu, kisha mnafanya kuwa wana wa jehanamu mara mbili. Ingelikuwa ni heri hata wasingewafanya. Nasema zinakuja nyakati ambapo nitawaadhibu kwa sababu walifanya tohara ya mwilini wala sio tohara ya rohoni. Hawakwenda katika ile Mungu alikusudia, walikwenda katika ile nia yao. Tunapaswa kujiuliza, kanisa, muundo wetu unaenda kama Kristo? Na je, tunafanya kile Mungu ametuambia enendeni? Tunaenda? Je, ni kweli tumekusudia kufanya kile, au tunafanya kwa mapokeo yetu, kwa nia zetu, kwa sababu zetu, ili tufahamike? Ninajenga kanisa langu hapa ili wanifahamu kwamba na mimi huwa nipo na dhehebu langu lipo. Nia ya dini yako ni nini? Nia ya dhehebu lako kuwepo ni nini? Nia ya kuhubiri watu ni nini? Waende mbinguni au uwe maarufu, uweko kwenye televisheni uonekane, ni nini? Na hawa walifanya hivyo kulinda himaya zao na mapokeo yao, na Mungu asema litafanya. Lakini pamoja na ugumu wote wa taifa teule la Israeli, mataifa walifikiwa: Wakanani, wa Misri, wa Hiti, wa Moabu, wa Foenike, watu wa Media, Tiro na Sidoni, wa Ashuri, wa Seba, wa Babeli, wa Yebusi, wote walifikiwa. Israeli haikutaka, lakini walifikiwa. Miaka 2000 iliyofuata baada ya hapo, kutoka kuja kwa Yesu, Yesu anahakikisha kwamba mataifa yote yanapata baraka. Wote, hakuna mmoja. Familia zote za ulimwengu wanamjua Mungu, na familia zote za ulimwengu zinasikia habari njema. Na kwa vile kile tulichopewa, kile tulichopokea, tutadaiwa. Kuanzia hapo kwa Yesu, ufalme sasa unaenea kwa mapambano katika maeneo mengi. Yesu anapoondoka anasema katika Yohana 20:21, kama vile Baba alivyonipeleka na mimi ninawapeleka ninyi. Kwa usitazamie kwamba ni an easy task, ulizamie kwamba kupelekwa ni kitu rahisi kiasi hicho. Anasema kama wamefanya hivi kwa mti mbichi, je, kwa mti mkavu itakuwaje? Amina. Na huyo ni Yesu, na anasema ninawapeleka. Alafu anasema mmeniona, na anasema kama mimi ni mtu mbichi, wamefanya hivi, what happens to you? Tegemea nini? Wewe mti mkavu. Twende break, tarudi, nimeambiwa kweli. Amina. Tupumzike kidogo, tutarudi kwa maswali.